Tulianza jana semina yetu. Kwa majina yangu ni Stefano Saidi, niko pale Makanya, ninatumika pale. Kwa jina jingine naitwa nani? Mchungaji nani? Mchungaji Kaka, usije ukasahau hiyo. Kwa hiyo hata kuna jambo unataka kuuliza usitafute sana, mwambie mchungaji Bishop yule, mchungaji Kaka anaendeleaje, atakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaendelea na somo letu linalosema upako wa kuona na kupokea kilicho chako. Sasa mimi nakufundisha password za kuona na kupokea kilicho chako. Sema amen. Nakufundisha ufunguo. Sasa leo nitafundisha zaidi. Haleluya. Na nitafundisha hapo nitakapogotea, basi tutakuwa na maombi maalum kesho. Sema amina. Na nitakuelekeza hayo maombi ni namna gani. Si utaniamini tu Haleluya. Password ambazo tumesema tunajifunza ni nidhamu binafsi kwenye mambo ya kiroho. Nidhamu binafsi kwenye mambo ya kiroho. Tukaona kuna vipengele kama ABCD, na jana tuligusa kipengele cha nidhamu ya maombi. Si ndio jamani Tuligusa nidhamu ya maombi. Tukaona kwamba ili kuona na kupokea kile ambacho ni chetu, ni lazima kila mwamini wa kanisa la Betheli awe na nidhamu ya maombi binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Na pia asiwe mtoro wa maombi pindi anapotangazwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo tutaangalia ni nidhamu ya huduma ama nidhamu ya utumishi. Nidhamu ya nini? Ya utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Jana wakati tunamaliza katika somo, kuna kipengele ambacho sikuzungumza ambacho utakijazia kule kwenye ile Zaburi ya 91 mstari wa 5 na wa 7, utajaza pale huo mstari. Zaburi ya 91 mstari wa 5 hadi wa 7. Biblia inasema, hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele waribuo adhuhuri. Ijapo watu 1000 wataanguka ubavuni pako, na 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Hapa Mungu hazungumzi na mshirika mmoja. Mungu anazungumza na muombaji. Sio, unanielewa? Maana kuna kawaida ya watu ambao ni wavivu kuomba, lakini wanatumia sehemu ya maandiko katika Biblia bila kujua gharama ya hayo maandiko. Umesema kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa. Sawa, umechukua gharama gani ili kila silaha itakayofanyika juu yako isifanikiwe? Hawezi kula mandazi Januari mpaka Disemba una kufunga alafu unaitumia hiyo aya. Haiwezi kusaidia kitu chochote. Bwana Yesu apewe sifa. Unakuta mtu anasema Bwana atakupigania nawe utanyamaza kimya. Hii haiji hivi hivi, inakuja kwa gharama ya maombi. Sema amina. Maana Biblia inamsema mtu kama huyo kwamba anayekugusa wewe anagusa mboni ya jicho la nani? La Mungu. Sasa anasema hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana. Kuna mishale ambayo adui anaituma kwa mtu, na shida sio mshale. Shida ni sumu inayowekwa kwenye huo mshale, kwamba ni sumu inayoua sasa hivi, au ni sumu inayoua baada ya siku 3, au ni sumu inayoua baada ya miezi 3.
Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda, kwa kuwa ule mshale umeshaingia ndani yako, ile sumu inaanza kukudhoofisha siku hadi siku. Unapunguza maombi, unapunguza vipindi vya katikati kanisani hauji, unapunguza hiki, unapunguza, unakuwa mtu wa Jumapili kwa Jumapili. Mwisho wake ile sumu sasa inakuua kabisa. Bwana Yesu apesi. Lakini ukiwa na nidhamu ya maombi, hakuna mshale utakao kupata. Sema amina. Hakuna mshale utakao kupata. Anasema hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana. Manake fahamu kwamba kila mahali ambapo unatembea, adui anakuwinda. Huduma yako unavyoifanya, watu wanavyobarikiwa, adui hapendezwi. Mungu atusaidie sana. Na moja ya sherehe ya shetani ni kuhakikisha kwamba kanisa la Mungu haliombi. Watu wanakosa kuwa na maombi binafsi. Watu wanakosa kuwa na nidhamu ya maombi, ili aingize mishale yake yenye sumu, mishale yake ya madeni, mishale yake ya lingumu, mishale yake ya sumu katika uharibifu wa ndoa, mishale ya kukataliwa. Kwa unamkuta mtu kanisani anakimbizana na kausha damu, kwa sababu tayari adui ameshatuma huo mshale. Mungu atusaidie sana. Sema kwa jina la Yesu, kila mshale wenye sumu ndani yangu kwenye semina hii, lazima hiyo sumu ife katika jina la Yesu. Sema amen. Tukaona wakati Mordekai fanya wema kwa mfalme Ahasuero, mfalme anapanga jambo kwa ajili ya kumwinua Mordekai. Hapo hapo mfalme anampandisha cheo Haman, ambaye ni mtesi wa Mordekai. Kadri mwombaji anavyozidi kuwa katika viwango vya kuomba, ndivyo mashetani na mapepo yenye level ya juu yanamfuatilia. Kadri unavyopanda viwango vyako, iwe ni vya biashara, vya kazi, vya nini, vya kihuduma, mashetani yanayo kufuatilia wewe, nayo yanakuja ya grade ya juu. Sasa ukijilemaza, yanakupiga knockout. Mungu atusaidie sana. Kwa kinachotakiwa ni wewe kuamua kuwa na nidhamu ya maombi, kuwa na mikesha binafsi, kuwa na partnership, unakuwa na rafiki yako ambao mnakuwa mtu, saa nyingine mnachukua ufunguo wa kanisani, mnaamua kuomba pamoja. Tusiwe tunakutanaga tu siku za Jumapili na siku za vipindi. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nampenda mwanamke mmoja kwenye Biblia anaitwa Hana. Yule mwanamke, kuna siku ibada ilienda ikaisha, akarudi kwenye maombi. Eli kuhani anaingia, anamkuta yule mwanamke analia, anashindwa hata kuzungumza. Akamwambia mwanamke, utalewa pombe mpaka lini? Mwanamke akamwambia, Pastor, sijalewa, nimeumimina moyo wangu kwa Bwana. Nimechoka mateso ya Penina, nimechoka na madeni, nimechoka na hali ngumu, nimechoka na umaskini, nimechoka kukaa nyumba za kupanga, nimechoka. Leo nimeamua kuumimina moyo wangu kwa Bwana. Mjakazi wako nataka mtoto. Eli aliposikia vile akamwambia, Bwana na akupe haja ya moyo wako. Pige Bwana Yesu makofi. Yule mama akaamka kwa furaha, akaondoka, akaenda akala chakula, maana alikuwa hajala. Neno la kuhani lilipotamkwa akawa na furaha. Inatufundisha nini watu wa Mungu? Mara nyingine hatutakiwi tusikilize maombi anayotuombea mchungaji wetu, bali tusikilize matamshi anayotamka juu yetu, maana yale matamshi ndiyo yenye ufunguo. Mchungaji wako akikwambia ubarikiwe, ondoka kwa furaha, maana lile neno la kuhani halitokagi kwa bahati mbaya. Sema amina. Akikwambia ubarikiwe mwanangu, ondoka kwa furaha, wala usitake anene kwa lugha, sijui aombe nini.
Maana kuna wengine mpaka watabiriwe ndio wanaamini. Utakuja kutabiriwa visivyotabirika. Tumoja nikamwambia, sasa wewe unajijua una shida fulani, unataka mimi nikutabirie hivi? Huyu Mungu, unafikiri Mungu yeye hana mambo mengine ya kufanya? Wewe eleza shida yako, nikuombee uende zako. Kwani mchungaji ukiona anasumbuliwa na nini? Kama mimi sio mganga wa kienyeji bwana. Eleza unaumwa na nini? Kichwa, tumbo, sawa. Mungu atusaidie sana. Tuendelee. Twende kwenye nidhamu ya huduma, nidhamu ya utumishi. Bwana Yesu apewe sifa. Niandikie kitabu kile cha Yohana sura ya 15 mstari wa 16. Mwambie mwenzako, unafundishwa ufunguo wa kuona na kupokea kilicho chako. Sema amina. Yohana 15:16. Maandiko mazuri sana. Anasema sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nimewaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Alafu anamaliza sema, lolote mumwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Sasa hebu tuangalie kwenye Biblia ya habari njema, tafsiri ya habari njema, tuangalie anasemaje. Kwenye Biblia ya tafsiri ya habari njema anasema hivi, anasema nyinyi hamkunichagua mimi, mimi niliwachagueni na kuwatuma mwende mkazae matunda, na matunda ya dumuyo, naye Baba apate kuwapeni chochote mnachomwomba kwa jina langu. Pigie Bwana Yesu makofi. Maana yake ni kwamba Mungu amekuokoa kwa kusudi maalum la kuzaa, ili kupitia kile kitu ambacho unazaa kiwe sababu ya wewe maombi yako kuweza kujibiwa kwa haraka. Kuna mtu leo anaweza akafunga siku 7, mwingine akaomba akafunga masaa 12. Yule wa masaa 12 akajibiwa na yule wa siku 7 asijibiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu ambaye ameomba ya siku ya masaa 12 anayo password ya utumishi. Kuna vitu ambavyo anavifanya ambavyo vinamfanya Mungu awe sababu ya kumjibu haraka. Si kuna mtu mmoja ananielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Au nimekuchanganya kidogo? Bwana Yesu apewe sifa. Kuna tofauti iko hapo. Kwa nini? Lakini anaomba, lakini bado kuna vitu anavifanya kwa Mungu. Huyu anaomba lakini hakuna kitu anachokifanya kwa Mungu. Kwa lazima huyu mwingine astruggle sana. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kama tulivyojifunza nidhamu ya maombi, njia nyepesi ya mtu kuweza kujibiwa maombi yake, njia nyepesi ya wewe kujibiwa maombi yako ni talanta ambayo Bwana amekupa, utumishi ambao Mungu ameweka ndani yako. Sema amina. Yesu anasema hivi, nimewaita ili na nyinyi mwende mkazae na matunda yenu yapate kukaa, ili lolote mtakalo muomba Baba kwa jina langu apate kuwapa. Tumegeuzwa ama tumepinduliwa ili na sisi tuende tukapindue wengine. Tumebadilishwa ili na sisi tuende tukabadilishe wengine. Tumeokolewa ili na sisi twende tukaokoe wengine. Unajua, katika kanisa kuna walokole ambao
wanafikiri kwamba mbingu ni ya kwao, yaani ni wachoyo kwenye vitu vyao na wachoyo pia kwenye ufalme wa Mungu. Siku moja nikawa nambatiza binti mmoja. Sasa kuna mtu mmoja akasikia nimebatiza, akasema maneno ya dhihaka. Jamani, eti fulani ameokoka na amebatizwa. Jamani, pale hamna kitu. Kaambia, sikia, Yesu alikuja kukiokoa kilichopotea. Na ndio maana anasema makahaba watawatangulieni katika ufalme wa Mungu. Tutatanguliwa na watu ambao hatukuzaniwa. Mungu asifiwe. Bwana Yesu apesiwe. Je, rafiki yangu, unamzalia Yesu matunda? Pale ofisini kwako, kazini kwako, umewambia habari njema za Yesu Kristo? Mara nyingine hauwezagi labda kuhubiri, una manini. Mwambie tu mtu Yesu anakupenda. Mwambie mtu karibu kanisani kwetu Betheli. Akija pale atakutana na mchungaji, atakutana na askofu, atakutana na wazee wa kanisa, atakutana na injili, ataamua kuokoka. Tusiwe wachoyo kukaribisha watu kanisani kwetu. Sema amina. Kama walevi wanakabirishana kwenye mabaa, kwa nini sisi tusikaribishe watu kanisani kwetu? Kuna ubaya gani? Kanisa zuri, Mungu ametubariki mpaka linatupepea. Mwambie karibu. Mimi karibu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Katika injili ya kukaribisha watu kanisani, Bishop, imesaidia pale Makanya, maana sisi tunaomba. Haleluya. Kwetu kuna mlango wa kuingilia ila hakuna mlango wa kutokea. Sema amina. Yaani kuna mlango wa kufanyaje? Wa kuingilia ila wa kutokea hakuna. Karibu. Zaeni matunda. Yesu anataka mshirika anayezaa. Yesu hataki mshirika tasa. Umeokoka una miaka 10, una miaka 5, una miaka 2, haujazaa hata tu kwenye ndoa ya kawaida. Ukiolewa baada ya siku chache tunataka tukuone unatema mate. Sema amina. Jamani, kwani mwaka ukiisha tunaanza kuwa na wasiwasi kwamba shida iko wapi hapa? Mbona hatuoni kitu kimehudhuria? Sasa hapo lazima tutafute shida iko wapi. Kama ni tabibu, kama ni maombi, kama ni nini, lakini Biblia inasema zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Yesu naye anasema zaeni na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mnalomwomba Baba kwa jina langu apate kuwapa. Sema amina. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Luka uone hii kitu ilivyokuwa nzuri sana. Luka sura ya 15 mstari wa 10. Luka 15 mstari wa 10, uone ilivyokuwa nzuri. Inasema hivi. Anasema, nawaambieni vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Asa nisikilize. Kuna furaha. Yaani Mungu mtoto wa kiroho, Biblia inasema ni furaha na shangwe mbinguni. Malaika wanashangilia. Sasa malaika ni watumishi wetu, ndio wanaotuleteaga sisi majibu, si ndio? Sasa ili wale malaika wawe na haraka kukuletea majibu ya maombi yako, kuwa na kazi ya kumzalia Yesu matunda. Jamani, amina. Bwana asifiwe sana. Mara nyingi mimi ni nadra sana kukuta nimesafiri, nimekaa na mtu siti bila kumwambia habari za Yesu.
Kuna mtu leo hapa yuko hapa anaweza akakaa, sijui shida ni ushuhuda, sijui nini. Maana kuna wengine wanajiangalia, mimi mwenyewe tu ni wadi sieleweki, alafu sasa nimwambie habari, akija kunikosoa itakuwaje? Kama huko mtu wa namna hiyo, tengeneza mambo yako, Yesu anarudi. Sema amina. Yesu anafanyaje? Anarudi. Wakati sisi tunaokoka kipindi hicho, hiyo miaka, nilikuwa na rafiki yangu ambaye sasa hivi ni mchungaji kule Kagera. Sasa huwa tukifika tunaambia mtu, tunamshuhudia, alafu tunamwambia niambie dhambi yangu ni ipi? Maana Biblia inasema dhamiri zenu zisipowahukumu mna ujasiri. Tuambie. Mtu yote ambaye anakuwa na utumishi wa kiinjilisti huaga anajilinda, kwa sababu anaogopa kunajisi ule utumishi. Bwana, anakuwa ni barua inayosomeka. Kuambiwa sasa, ndugu yangu unaniambia habari za Yesu, umeokoka, mbona jana tulikukuta namna gani, vipi, inakuaje? Unaanza kujingatangata, unajua imeandikwa hakuna aliye sijui mkamilifu, unaanza kujingatangata, huna hata pointi. Kaa na Yesu vizuri, mletee Yesu matunda, mzalie Yesu, uone namna ambavyo maisha yako yatakuwa rahisi. Sema amina. Moja ya kitu ambacho kilinifanya nikapata mke mzuri ni kumtumikia Yesu Kristo kwa njia ya kuhubiri mitaani. Nilikuwa natoka umbali mrefu kutembea kwenda kutangaza habari za Yesu. Naweka ratiba yangu kwamba muda huu nitakuwa kwa biashara, muda huu nitakuwa katika habari ya Injili. Mahali popote ambapo mimi niliambiwa kwamba kuna mganga wa kienyeji, kuna mchawi, mimi nilikuwa naingia bila kuogopa. Wakati fulani kaenda kijiji fulani kuhubiri, wakati unaenda, yule mchungaji akaniambia tembea pote, lakini usije ukaengele nyumba ina mzee ambaye ni kiboko. Nikamwambia sawa. Tukaenda nikaenda kufika kwa ule mzee, karibu. Kwanza nikaingia kwenye kijumba fulani hivi kama cha ingia, nikakaa kabla hata sijakaribishwa. Mzee anakuja ananiambia, akastuka, huyu kijana amekaaje kwenye hichi kiti? Tukazungumza pale habari za Yesu, akadania kakashukashi pale, nikaondoka. Nikaenda usiku, ile nyumba tuliokuwa tumefikia ikawa kama ushwa namna hiyo. Naona mchungaji amekuja huko, anaambia, ananiita Steve, ulienda kwenye ile nyumba? Nikamwambia ndio nilienda, nimekinukisha. Wewe mtoto wewe, unataka sisi tufanye? Nikamwambia achana, hii kesi ni yangu. Asubuhi na mapema ule mzee anakuja, anapiga hodi, namkaribisha, ananiambia kijana mzima? Ananiambia ni mzima. Ananipa mkono, ananiambia hongera. Hakuna mtu anakaliaga kile kiti akaondoka salama. Nilifikiri umetoka majipu ya makalioni. Nikamwambia mzee, sina majipu. Ona, nikapiga kama sina nini? Majipu. Na matokeo yake atakupata wewe katika jina la Yesu. Sema amina. Yule mzee hakukaa, baada ya siku 3 akaja akaokoka. Kwa mara ya kwanza kabla sijakuwa mchungaji, nikachoma uganga bisho. Pige Bwana Yesu makofi. Wakati huo mimi nafanya hivyo, kumbe natengeneza password ya Mungu kunipa mke mwema. Pige Bwana Yesu makofi. Mimi niliandika vigezo, nataka mke wa namna hii, nikampelekea mchungaji. Mchungaji akaniambia shirikisha watumishi unaowapenda. Nikasema sawa, nikamshirikisha bishop, nikamshirikisha na mtu mwingine, nikamshirikisha na mchungaji mwingine anakuwa anaitwa Mwaipopo, nikawashirikisha. Miombeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mmoja akaniletea jina, halikuwa jina ambalo linafanana.
ambaye sasa nilikuwa nambana sana ni baba hapa. Na baba, kuna jina, mtu mmoja ameniletea jina la Severin John, lakini hapa kanisani hakuna hiyo, kuna anaitwa Veronica John. Akasema baba, ananiambia basi tuombe, inawezekana tu ni namna fulani ambayo mpokeaji hakuwa katika hali ya usawa, na tuombe. Ndio sasa inatimia ile siku kwamba ninaota yule binti ananikimbiza na panga. Nikarudi kaambia, aisee baba, hii sio kabisa. Hii hamna mapanga hapo, hamna. Alafu kwanza naona binti mwenyewe ana mwili, sije kaa shida kwa Bishop akaniambia usiogope. Amen. Kwani mlivyokuwa anakukimbiza mlikuwa katika gani? Kaambia tulikuwa tunafurahi tu. Akaniambia huyo anakufukuza uende ukatangaze neno la Bwana. Pige Bwana Yesu makofi. Maana upanga ni neno la Bwana. Sema amina. Aliposema namna ile nikasikia kama ubaridi fulani, na akaniuliza swali la mwisho, unasikiaje ndani yako? Una amani sasa hivi? Nikamwambia nina amani. Kaniambia nenda kamwambie mchungaji wako. Pige Bwana Yesu makofi. Sema amina. Manake vile ambavyo nilikuwa nashuhudia, mara nyingine mimi nilikuwa natoa nguo kwa vijana. Kijana ananiambia sina nguo ya kwenda kanisani, inabidi nitoe nguo zangu niwape ili waje kanisani. Wengine wakaingia mitini na nguo zangu hata wakuja kanisani. Lakini sikuihesabu hiyo hasara. Mimi niliangalia kusudi la Mungu, niliangalia password, sema amina, ya kuona hatima ya maisha yangu. Bwana Yesu apesi. Si unaelewa mtu wa Mungu? Unaweza ukaona lakini usitambue, na unaweza usione kabisa. Lakini nataka nikuambie katikati ya semina hii, hivi vitu ninavyokufundisha viwe sababu ya kuona na kupokea kilicho sahihi katika maisha yako. Kila mauzauza ambayo adui atayatega mbele yako kukupoteza, Biblia inasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni njia ya mauti. Hizo njia za mauti tunazifuta kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina. Hakuna njia ya mauti utakaoipitia, hakuna hatima mbaya utakaoipitia. Sema amina. Hakuna shetani atakayegeuza kuwa malaika wa nuru kwako. Sema amina. Utajua kuzitambua nini? Nyakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Malaika wanashangilia, malaika wanasema, Biblia inasema kwamba vivyo hivyo kuna furaha mbele za malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja. Unapomzalia Yesu matunda kwa kufanya utumishi wa uinjilisti, malaika wanafurahi. Sema amina. Kumbuka malaika ndio watumishi wetu ambao wanatuletea majetu na yale ambayo tunayaomba. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 12 hadi wa 14, andika Danieli 10:12 hadi 14, utaona malaika wa Mungu Gabrieli anatumwa kwa Danieli. Anamwambia Danieli, siku ya kwanza ulipokusudia mimi nalitumwa kwako. Sasa njia gani ambayo itakufanya uwafurahishe malaika? Ni njia ya kufanya uinjilisti, ni njia ya kutangaza habari za Yesu. Sema amina. Haleluya. Panapokuwa na mikutano ya injili inatangazwa, sapoti kwa fedha zako, wala usiwe na tashwishi. Una rafiki yako unakaa naye, mwambie habari za Yesu. Yesu anakupenda. Mtumishi mmoja anaitwa Adam Haji, yeye anasema katika ushuhuda wake, kuna kabinti kadogo kalikuwa kanamjia, kanamwambia Adam, haya Yesu anakupenda. Yule jamaa akashika mkono akale kabinti akaweka kwenye mlango akauvunja. Siku ya pili ya tatu kale kanakuja tena, kamefunga pio pio,
kanamwambia ada maji, Yesu anakupenda. Akashika ule mkono wa pili akauvunja pap. Lakini anasema yale maneno ambayo yule binti alikuwa ananiambia yalikuwa yananitesa kila siku. Yesu ananipenda. Biblia inasema neno la Mungu halitamrudia Mungu bure, bali litakwenda kutimiza makusudi yake. Wewe unaomba, mimi miaka ya 98, 99 kabla sijaokoka, kuna mtu mmoja tulikuwa tunabishana naye kwa habari za Yesu. Mimi huwa natumia maandiko kwa ajili ya kupinga Ukristo. Yesu aliingia msikitini, ni Muislamu. Yesu alinawa hivi nini? Kwa mimi nikawa natumia hizo aya kwa ajili ya kupotosha kweli ya Mungu. Siku moja nikachukua kikundi changu cha vijana kama 3 hivi, tukasema jamani, twendeni kwa yule mlokole pale tukapige nyuma. Wewe tunapiga kabla, twendeni hata tuona. Ilikuwa ni jioni hivi. Tukafika pale tukaanza kurusha yale mawe kwenye ile nyumba yake. Jamaa akafungua kidirisha, kilikuwa ni kidogo, akafungua kidirisha. Alipofungua kidirisha, wakati tunakimbia akaniona mimi. Akasema wewe Awadhi. Aliposema wewe Awadhi, niliganda namna hii, yaani kama mtu amenistopisha na remote ta. Na kuambia utaokoka na utakuja kumhubiri huyu Yesu kwa machozi. Nilipotamka vile, nilisi kama vile kuna kitu fulani kama vile kimenivamia fulani. Nikaachiwa, nikamwambia hizo ni ndoto za Alinacha. Bwana asifiwe sana. Tangu 98 mpaka 2007 nampokea Yesu, ni miaka mingapi? Lile neno likawa liko ndani yangu linanitafuta, maana ni neno lenye upako. Unajua, unapohubiri habari za Yesu, huhubiri habari za mtu fulani, unahubiri habari za Mungu ambaye ni muweza wa yote. Kwa hiyo hautakiwi uwe na shida. Yeye hahitaji kupiganiwa, yeye anajipigania mwenyewe. Na ndio maana siogopi kumwambia mtu yote habari za Yesu, maana ninajua akimpaka atamwokoa tu. Sema amina. Unakuta mtu anakuwa na hofu fulani. Mungu anamwambia Yeremia, usije ukadhofika mbele yao nisije nikakudhofisha. Haitakiwi uogope mtu. Wakati fulani jamaa mmoja anaitwa Naaman. Kuna Haman alafu kuna Naaman, yule mwenye ukoma Amen. Alichukua kabinti ka Israeli ka Ibrania, kakawa kama kauske. Sasa kale kabinti kakaangalia, kakaona kumbe huyu jamaa anaumwa. Laiti angalikuwa kule kwetu kuna nabii angalipona. Laiti wangempeleka kanisani kwetu Betheli kwa mchungaji wetu angapona. Wale watu wakasikia, wakapeleka taarifa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Binti ya kuogopa kwamba huyu ni bosi wala ni nani, nitamfikishia habari za Mungu wa Israeli. Sema amina. Biblia inasema injili ni uwezo wa Bwana uletao wokovu. Hakuna kuogopa. Sikuna mtu mmoja ananielewa jioni ya leo. Mimi nitamuingiliaje? Utamuingilia hivyo hivyo, maana sio wewe unayesema, bali ni Kristo anayesema ndani yako. Waambie tu bana, pale kanisa kwetu miujiza inafanyika, watu wanapona, watu wanafunguliwa. Kwani hawafunguliwi? Kwani hawaponywi? Si unaona watu wanaponywa? Si unaona watu wanafunguliwa? Sasa kwani unakuwa mchoyo? Sema. Wakija hapa wanakutana na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakristo amina. Jamani, wangapi wananielewa? Punga namna hii. Pigie Bwana Yesu makofi mengi na vigelegele. Bwana Yesu apewe sifa. Tuangalie Yohana sura ile ni ya 12.
Kitabu cha Yohana kuna ale sana jamani, Yohana 12 mstari wa 26. Patamu hapa napo. Hii nayo nimeipenda. 12:26 Yohana mtakatifu anasema, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo na mtumishi wangu atakuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Baba atamheshimu. Kuna watu hapa wanaheshimiwa na Mungu kwa sababu ya utumishi uliokuwa ndani yao. Ni bora uheshimiwe na Mungu kuliko kuheshimiwa na wanadamu. Sasa njia pekee ambayo itakufanya Mungu akuheshimu ni eneo la uinjilisti. Ni Yesu matunda. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Waambieni watubu, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Haleluya. Ati nafanya uinjilisti, sikujua kwamba unajua watu wengine wanaona kwamba utumishi ni mpaka labda uwe na uchungaji, labda uwe mwinjilisti mkubwa, uweke hapana. Sipale kanisani kwetu watu wengi hawajaokoka kwa sababu ya mikutano ya injili. Wameokoka kwa sababu ya nidhamu binafsi ya uinjilisti. Sema amina. Na hii inapunguzaga umbea kanisani. Ule umbea tu, watu wanakaa wanaambea hapana. Nenda. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo moja ya heshima ambayo Mungu anampa mtu huyu ni kumjibu maombi yake kwa haraka. Heshima kama tuliposoma katika Yohana ile 15:16 kwamba hilo lote muombalo Baba kwa jina langu apate kuwapa. Kuna heshima ambayo Mungu anakupa. Bwana Yesu apewe. Leo nimetoka kule, nimeingia, nimevaa kakola kangu, nimeingia kwa gari, nikakuta imejaa. Mtu mmoja akasema, mchungaji, kaa hapa. Nikamwambia asante, nikakaa. Nini hiyo? Heshima. Sema amina. Kuna saa Mungu atakuwa anasikiliza, anaangalia, lakini asema wewe njoo kaa hapa. Kwa sababu ya kumzalia nini? Mungu matunda. Haleluya. Watu wengine wanafikiri kwamba labda kuhubiri, kufanya uinjilisti ni kujua maandiko sana. Mwambie tu mtu Yesu anakupenda. Okoka. Dhambi inaua. Acha dhambi, kimbilia kwa Yesu. Uwe na maneno machache tu. Lakini pia unapofanya hivyo inakupa ari ya kuendelea kusoma Biblia na kumjua Mungu, kwa sababu kipindi hicho tunafanya uinjilisti tunakutanaga na maswali mengi ambayo yanatufanya turudi kwenye Biblia. Kwa hiyo hatuna muda wa kupoteza. Nimekutana na swali fulani, ngoja nilitafutie. Naenda kwa mchungaji, nimekutana na swali fulani hapa. Kama juzi kati kuna washirika, kijana wangu fulani anasema, baba tuko kwenye injili, sasa hapa kuna swali eti kuna mstari unasema jisaidie na mimi nitakusaidia. Nikamwambia haupo mstari kama huo, ila kuna tafsiri mbovu za maandiko yanayofanana na hicho wanachokisema. Mungu wetu hataki ujisaidie ndio akusaidie. Mungu wetu ni msaada tosha unaopatikana wakati wa mateso. Sema amina. Haleluya. Maana wanaweza wakachukua imani pasipo matendo imekufa. Kwa hiyo wanachukua vimstari vya ajabu asema jisaidie. Kwa hiyo mtu aende kwa mganga wa kienyeji ajisaidie, alafu Mungu naye afanyaje? Haipo hiyo kitu. Sema amina. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo anasema mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Kuna watu leo wanaheshimiwa na Mungu kwa sababu ya kutumika, kufanya uinjilisti.
hawana muda wa kupoteza. Hawa ni watu ambao hawajaficha talanta zao. Ni watu ambao wamefanya biashara katika zile talanta walizopewa. 5 zikazaa 5 nyingine, na 2 zikazaa 2 nyingine. Mungu anasema, vyema mtumwa mema, umekuwa mwaminifu kwenye kidogo na kuweka kwenye kikubwa. Leo wewe umepata talanta hii, umeichimbia chini, unanyang'anywa. Anasema hata kile ulichokuwa nacho unanyang'anywa, anapewa yule mwenye viki. Ndio maana katika kanisa tutakuwa na watu wa tofauti. Kuna watu watakuwa wanashuhudia matendo makuu ya Mungu hapa, wengine watasema ni usanii. Kwa nini? Kwa sababu level ya jinsi wanavyotumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu hawana utumishi wote. Hata usafi wa kanisani hawapo. Yaani hata kusema kwamba siku moja niende kwenye nyumba ya mchungaji nifanye usafi hawapo. Hata kwa kufika mama mchungaji, naomba leo nitolee nguo zako nikufulie, hawapo. Hata yani hawatumiki kwa chochote. Mungu anawaangalia tu. Hawatumiki kwenye maombi. Hata kusema leo ngoja nisimame kwenye maombi nifanye hichi, niombee kanisa, niombe, hawapo. Asa anaposimama mtu anashuhudia kwamba nalimuona Mungu amenitetea kwenye hili, wanasema huu ni usanii. Mbona mimi nimeokoka miaka mingi sijaona kitu kama hii? Yeye ameokoka juzi, anaonaje? Sikia, wa mwisho wanakuwa wa kwanza na wa kwanza anarudi nyuma. Huu ni wakati wa kuishindania imani. Sema amina. Si kuna mtu ananielewa? Kijana unataka mke, unataka binti, unataka mume, hakuna utumishi wote unaotumika. Utaletewa gobori hilo, hakuna rangi utaacha kuona. Litakuja kwako kama nuru, lakini baadaye hakuna rangi utaacha ona. Hapo unakuja, Mungu ulisema yupi mwanae atakayemwomba mkate akampa jiwe? Wewe siki hivyo katika utumishi. Vinapaswa, nisema amina. Aya. Haleluya. Kuna mtu mmoja ananielewa jamani? Hata siku moja binti ujeja kwa mchungaji wako, hata kufanya usafi, si unaona nini? Kijana, hata siku moja hujataka upako wa mtumishi, hata unawahi mchungaji, nimekuja hapa nataka mimi nitakuwa na kupasia nguo zako na kufutia viatu vyako. Unajua kuna vitu unaweza ukavifanya vikakusababishia ukaambukizwa upako. Upako unaambukiza. Amina. Upako kuna kijana pale kanisani kwangu alikuwa akasema huyu vipi huyu? Lakini yule kijana akawa mchungaji bwana. Yule kijana akihubiri utafikiri ni Stefano anahubiri. Yaani tulikuwa tunaomba, utasema mchungaji leo bwana nimekusikia kwenye maombi ya Morning Glory. Namwambia amina, kumbe sio mimi. Copy. Hayo mchungaji, nguo za mchungaji mimi na Jumamosi huyu hapa. Jumapili asubuhi huyu hapa. Au Jumamosi huyu hapa. Anapasi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna wakati nitakuja nitafundisha hatua 4 za mshirika wa muumini. Bwana Yesu apewe sifa. Utaona. Kumbe yule jamaa anaomba, Mungu nisaidie. Ndio ile ya Elisha na Elia. Ukiniona naondoka utapata upako. Usiponiona umekula kwako. Leo tuna kanisa la aina mbili. Kuna kanisa la Elia na Elisha, waumini ambao wanatumika, sio wavivu, sio wa Jumapili kwa Jumapili. Alafu kuna kanisa la Elisha na Gehazi. Waumini wa Elia na Elisha ni wale ambao wanajituma kutumika.
sawa sawa na bwana wao wanaowatuma. Waumini wa Gehazi na Elisha ni wale ambao wana kona nyingi, wanatamani kumzunguka mchungaji wachukue zawadi za Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hawa watu wana matokeo. Gehazi yeye aliambuliaga ukoma, lakini Elisha yeye kwa Elia aliambulia upako wa nani? Wa Elia. Si kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Shida ni nini? Hawakuwa wanatumika kwa uaminifu. Yaani mtu anatumika bado anasengenya, anamsengenya mchungaji, anakuwa yani ni mtu wa kona nyingi. Hawezi kuwa na matokeo mazuri hata siku moja. Hawezi. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo tunaenda sawa Jamani tunaenda sawa? Tukirudi pale kwenye kitabu cha Esther, wakati tunaenda kumalizia, Esther 6 mstari wa kwanza anasema usiku ule mfalme hakupata usingizi. Sema amina. Kwa nini mfalme hakupata usingizi? Ni kwa sababu kuna kitu ambacho Mordekai alikifanya. Sema amina. Kuna vitu Esther sura ya 6 mstari wa kwanza. Amen. Kuna kitu ambacho Mordekai alitumika kwa nafasi yake ikaandikwa. Kwa hiyo usiku ule mfalme hajapata usingizi, akaamuru mafaili yaletwe. Ikakutana habari ya Mordekai jinsi alivyomwepusha Ahasuero kupinduliwa. Akauliza alifanyiwa kitu gani mtu huyu? Manake ni kwamba huyu Mordekai alikuwa mwaminifu akiulinda ufalme wa Ahasuero. Ni mshirika ambaye ni mwaminifu, mshirika ambaye anaweza akaona jambo lote ambalo linahatarisha kanisa akalileta kwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Akakumbukwa kwa kile alichokuwa anakifanya. Leo wewe unafanya kitu gani ambacho kitafanya faili lako likumbukwe? Lazima tujiangalie. Mungu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kanisa tunatakiwa tulizungumze vizuri kanisa letu la Betheli. Tusizungumze madhaifu yaliyokuwa ndani ya Betheli. Moja ya kitu ambacho Mungu aliwakasirikia Musa na Haruni, aliwaambia ninyi kwa kuwa hamkunisitiri mbele ya wana wa Israeli, Kanaani ile mtaiona lakini hamtaingia. Kuna washirika leo wakiingia kanisani, wao kitu cha kwanza ni kuanza kuangalia kasoro. Fulani anaringa, fulani si yuko hivi. Yaani anachukua makasoro ndio anaenda anayapeleka huko. Hapana, Mungu hataki namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama kuna shida ambayo umeiona, Biblia inasema ina kanuni moja, inasema ndugu yako akikukosa mfuate, muonye wewe na yeye peke yenu. Sio umekosana na huyu unaenda unamwambia mtu mwingine, hapo unalinajisi kanisa la Mungu. Eti umemwona fulani alivyovaa, yaani hamna hata utukufu wa Mungu. Kwa nini usingemfuata wewe mwenyewe ukamwambia Bwana ulivyovaa ama sioni utukufu wa Mungu? Unaenda na maana kwamba unaeneza unajisi ndani ya kanisa. Yule naye anaenda anaambia yule naye anaenda anaambia yule, mwisho wake kunakuwa na hali chafu ndani ya nini? Ya kanisa. Lakini kama tungetumia kanuni ya Biblia ambayo inasema ndugu akikukosa mfuate, kama kuna kitu chochote ambacho unakiona kwamba kiko sawa, unamfuata. Hata ni mchungaji, unamwambia mchungaji, mbona hapa sijaelewa? Ili tuwe na kanisa ambalo anasema lina upendo, maana upendo unasitiri wingi wa dhambi. Mpige Bwana Yesu makofi. Haleluya.
Mtu ukimpenda utamwambia ukweli tu. Unaweza muone mwenzako ameamka yuko tu amekuja matongotongo kibao kwa macho, mamichirizi ya mate huku, yaani mambo ya ajabu ajabu, alafu unamwangalia, ambia aisee, umependeza. Huo ni unafiki. Huo ni nini? Unafiki. Mwambie aisee, uko vibaya, uko vibaya, nenda kanawe. Huo ndio upendo wa Kristo. Kwa namna hiyo tutakuwa na kanisa lenye nguvu. Sema amina. Sema amina, mtu wa Mungu. Zungumza habari ya kanisa lako vizuri. Zungumza habari ya mchungaji wako vizuri. Zungumza habari ya waimbaji wako vizuri. Sema amina. Haleluya. Muna waimbaji wazuri. Yaani nafurahishwa na nyimbo mnazoimba. Zinanibariki sana. Haleluya. Kesho hapa tunapokea upako maradufu. Sema amina. Sema amina. Kesho tunapokea upako maradufu. Yaani tukiimba hapa, akipita mwenye pepo pale nje anapagawa, anaingia ndani. Ulikuwepo? Ngoja nikuambie, ulikuwepo? Wakati naanza huduma za mashuleni, kipindi hicho nilikuwa na wanafunzi kama 5 hivi na mimi wa 6. Nikawafundisha upako. Kaambia msiogope, hiyo ni kasfeta hiyo. Wenzetu kule wanaingia wengi. Siku moja tunaimba. Ayaya, mapepo yakalipuka huko. Tunaona wanafunzi wanakuja namna hii. Wanakuja wanaanguka. Tunakemea, wanaanguka. Darasa likajaa tele. Pige Bwana Yesu makofi. Kipindi kinachofuata darasa likajaa tele. Wakaokoka wanafunzi. Kwa mara ya kwanza nikapata kibali kwa mkuu wa shule, nikapata gari, wakanipa gari, nikachukua wale wanafunzi nikawaleta kanisani, wakabatizwa. Ubatizo wa maji mengi. Mpige Bwana Yesu makofi. Chana na huyu Yesu. Unaimba hapa, mtu mwenye pepo kule anakuja, pu. Sema amina. Sema amina. Haleluya, haleluya. Achana na hii kitu. Sema amina jamani. Tumalizie kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 1. Tumalizie hapo mstari wa 8. Biblia inasema mtapokea nguvu. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Alafu baada hapo nimkaribishe Bishop. Anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilieni juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Sema amina. Mtakuwa mashahidi wangu. Haleluya. Bwana Yesu apesi. Shahidi ni mtu ambaye ameshuhudia ukweli wa jambo. Ni mtu ambaye ameshuhudia ukweli wa jambo na kulielezea pasipo kupepesa macho. Anasema mimi nimeona. Kwa hiyo hapa wote si mashahidi wa nani? Wa Yesu. Tumeona alivyotutendea. Kwa hiyo tuna ujasiri wa kusema Yesu anabadilisha. Tuna ujasiri wa kusema Yesu anaokoa. Maisha yangu ni ushuhuda kwamba Yesu anaokoa. Wakati mimi bado sijaokoka, nilikuwa napenda sana kucheza mpira. Na uwanja ulikuwa uko mbali kidogo na mahali nakaa. Lakini kabla sijafika uwanjani walishajua kwamba jamaa anakuja. Maana nitaanza kuongea huko, nitaanza kutukana matusi huko mpaka ninafika. Paka wakaniita mayai. Paka sasa ngata mchungaji mayai.
Sema sawa, haina shida mchungaji Mayai, sawa, ni ushuhuda. Kwa hiyo na ujasiri wa kumwambia mtu Yesu anaokoa. Mtu akaniambia, aisee, nimekutafuta, nimekuchungulia, kweli umeokoka. Ngoja nikupe ushuhuda wa mwisho. Wa mwisho huo. Sema amina. Hebu sema wa mwisho. Wakati fulani nimeokoka, nimetoka kwa shughuli zangu usiku, nimeingia kwa ndani, nasikia mlango ngongongo kufungua. Kademu. Halafu ni kademu kametoka Arusha. Halafu ni kademu kangu. Mwanaume nimeokoka, nampenda Yesu. Hili nafungua, kameingia ndani, kamekaa kwenye kitanda. Yesu wangu. Kanaangalia ukutani, kanaona magazeti niliyokuwa nimeandika, sijui ya kina Tupac, sijui ya kina J-Lo, sijui hayapo. Anaona lipicha tu la Yesu liko pale. Mbona chumba kimebadilika? Kaambia sio chumba tu, hata mimi mwenyewe nimebadilika. Game inaendelea. Chuma iko ndani hapo. Ngoma iko ndani. Wakati huo kumbe kuna mpangaji huko anaangalia mlo. Kumbe sijui hapo kuna mpangaji huko hajalala. Watu hawalali usiku. Watu hawalali. Unaweza ukafanya kituko usiku kafikiri watu wamelala, hawalalaji. Anza kuambia wewe si ulisubara jana fulani pahali fulani. Hawalali. Haya, kilichokuleta nini? Anambia kilichonileta, nimekuja kwangu. Anambia sikiza, hapa sio kwako. Mwenye kwake ni yule. Namuonyesha picha ya Yesu. Hebu acha utani. Tukabishana. Asa baadaye akanipandisha hasira aliposema, kwani nani anayetuona? Nani anayetuona? Nikakumbuka Yusufu, kile kisa cha Yusufu nikakikumbuka. Nikasema yuko Mungu anayeniona. Siwezi kufanya. Nikatoka nikaenda nje. Nilipoenda nje nikasema shenzi, yani nikimbie chumba changu kwa sababu ya mwendazimu fulani. Nikakata fimbo, nikaingia nayo, nikamwambia unatoka utoki. Nilitoka. Akaacha kibegi chake cha kukunja, nikamrushia nje. Piga Bwana Yesu makofi. Nikafunga mlango kwa nguvu, nikasema si mchezo shehe. Si mchezo shehe. Kiangalia umeokoka, alafu kiangalia kitu kimeumbika, alafu kiangalia kimevaa mitego. Si mchezo. Napumua pale kama nimepanda. Niko hoi. Nimeshinda na hili. Yesu. Wana hata nililala. Nikaogopa hili jinamizi linaweza likaja tena hivi. Hili jinamizi linaweza likaja. Kaogopa. Asubuhi nakutana na mpangaji, ananipa mkono, ananiambia isea wazi umeokoka. Ile game ya jana umeokoka. Shangilia! Shangilia, shangilia, shangilia. Haleluya! Ya. Hamkufanya vita hata kumwaga damu mkishindana na dhambi. Sema amina. Kijana, utakiwa ujiharakishe, yani utakiwa ujirahisishe kwa mtu. Wewe ni mtu wa thamani mbele za Bwana. Sema amina. Binti, utakiwa ujirahisishe kwa kijana. Sio unasomeshwa na kijana, unaanza kuongea, unaanza kungatangata vikucha. Lakini wewe acha mara moja. Kuwa na uso. Vaa sura ya kijeshi. Tisha.
unamtisha, unasemaje, unatoa macho, mimi nimeokoka. Hapo na kuruhusu mtukane na hapo, hiyo dhambi yako mtadaiwa mimi. Mtukane hapo, hiyo dhambi hautahesabiwa. Sema amina. Hiyo dhambi ni yangu, mtaibeba mimi. Si nimekubali mwenyewe kwa Wabetheli, hiyo dhambi ni yangu. Halo, wewe ni shahidi wa Yesu, ni shahidi wa Yesu. Sasa kitu gani ambacho kinakufanya ukose ujasiri? Ni kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu imepungua ndani yako ama haipo ndani yako. Ndio maana ilikuwa ni rahisi sana Petro kumkana Yesu, kwa sababu alikuwa hana Roho Mtakatifu. Lakini unapokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, unajua kazi ya moto wa Roho Mtakatifu ni kukuchochea, kukusukuma, fanya hichi, fanya hichi. Kama vile kuna roho lipepo fulani linamsukuma mlevi kwenda kwenye ulevi, na sisi sio lipepo, tuna roho fulani inayotusukuma kwenda kuhubiri Injili. Amina, amen. Kesho, Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Bwana anataka kumpaka mafuta Sauli, walipotezaga ng'ombe. Rafiki yake Sauli akamwambia, kuna mwonaji kwenye huu mji, hebu twende tukaulize kutoka kwake. Rafiki yake akamwambia, hatuna kitu, inapaswa tubebe kitu ili tuende kwa yule nani, mwonaji. Yeye akamwambia, nacho, twende. Walipofika, Mungu akamwambia Samueli, huyu ndiye masihi wangu, mpake mafuta. Kuna kitu akakitoa kwa nani? Kwa Samueli. Kwa habari ya ng'ombe, sijui nini imepotea, washaonekana. Baba yako sasa huko hawawazi kuhusiana na mifugo, wanawaza kwa ajili yako, ila akapata na mafuta. Hebu sema mafuta, sema mafuta. Sasa mimi nimekuja kwa mwonaji, mimi nimekuja kwa mwonaji. Sema amina. Nahitaji mafuta. Nahitaji nini? Mafuta. Wewe unahitaji nini? Na unataka nini? Wewe unataka mafuta? Hutaki? Hutaki mafuta? Sio mafuta raya chupa. Mbona ni upako. Sema amina. Ni matamshi ambayo mtumishi anatutamkia. Kesho nitafundisha password ya utoaji. Sema amina. Haleluya. Alafu baada ya hapo, ukipenda utanisindikiza. Kuna sadaka nataka nimkabidhi baba aniombee. Sema amina. Wakati na wewe utakapokuja na hiyo sadaka ya kwako ya mwonaji, inaitwa ya mwonaji, amen, atamke maneno juu yangu, atamke maneno juu yako. Kuna namna hii semina inaenda kubadilisha maisha yako. Kuna namna haya ambayo tumejifunza yanaenda kuleta matokeo katika maisha yako. Wangapi wamenielewa? Wangapi watakuwa pamoja na mimi? Tusimame. Karibu praise. Karibu. Mandaraba ya nuribus. Shandara baba. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Nataka wakati praise wanaomba, sawa nataka niombe kwa dakika chache na watu ambao wanaweka nadhiri ya kumzalia Mungu matunda, ambao wanaweka nadhiri kwamba
mwaka huu nitafanya uinjilisti. Mungu nisaidie, nitaleta watu kadhaa kanisani. Kwa sababu ya muda, wakati praise wanaabudu, utasogea hapa mbele haraka haraka. Iwe ni kazini kwako, ni nyumbani kwako, ni shuleni kwako. Tunataka tuachilie upako wa Roho Mtakatifu juu yako. Usionee haya injili ya Bwana, maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Sogea tu hapa mbele, haijalishi, sogea tu, sogea mama, sogea bibi, sogea baba, sogea. Wewe ambaye unasema nitamwambia mtu Yesu nitawakaribisha watu kanisani kwetu, nitakaribisha marafiki zangu, sogea tu hapa mbele, nitawaeleza uzuri wa kanisa letu. Sogea tu hapa mbele, sogea, usiogope. Sogea kaka yangu, sogea. Tusogee kanisa, tusogee. Hata kama umeokoka jana, umeokoka juzi, usiogope. Hii habari ni ya kwa ajili yako. Hii ni password. Sogea. Unataka heshima kwa Mungu, anasema yeye atakayenitumikia nitamheshimu. Sogea mbele, mtu wa Mungu, sogea mbele, mtu wa Mungu. Kuna watu ambao taji zao zitang'aa kule mbinguni kwa vile ambavyo wamemzalia Yesu matunda. Kuna watu ambao watakuwa karibu na mwanakondoo kwa vile ambavyo wamemzalia Yesu matunda. Kama unataka kuwa karibu na mwanakondoo, sogea hapa mbele, upokee upako. Sogea upokee nguvu ya kiinjilisti, nguvu ya kuambia Yesu anakupenda. Sogea. Unatamani kumtumikia Mungu kwa fedha zako, kwa nguvu zako. Unatamani kumtumikia Mungu kwa chochote. Sogea hapa mbele, sogea tu hapa mbele, usiogope. Mungu ndiye anayejua mwanzo wako na mwisho wako. Inawezekana kuna ugonjwa unakutesa, kuna shida inakutesa, lakini kumbe password ya hiyo tatizo ni wewe kumtumikia Mungu. Sogea hapa mbele. Utakapokubali huu wito wa uinjilisti, huo ugonjwa unaenda kutoka, hiyo shida inaenda kukimbia katika jina la Yesu. Rabo shakatara baba rika ya tarama sayate sheterika yandara bobo. Kuna mtu mmoja anakuwa na maswali mengi kwa kichwa chake. Musa akamwambia Mungu, mimi ni mtu nisiyeweza kusema, siwezi kusema. Mungu akikuita anajua namna ya kukutengeneza. Kinachotakiwa wewe ni kutii tu. Wewe ambaye una swali lolote katika ufahamu wako, lakini unajisikia kumtumikia Mungu kwa jambo lolote lile, sogea tu mbele. Mungu anajua utaanzia wapi na utaishia wapi. Kanisa lote si ni watumishi wa Mungu. Sogea tu mbele. ripo shikatarabayanto mantarabayando rikayate sheteri baba rikababayando Baba, umesema ni mizuri kama nini miguu yake yatangazaye habari njema. Rikayando baba, funika macho yako. Ukifika hapa mbele, inua mikono yako juu. Naona kuna kule nyuma. Wewe ni mtumishi wa Mungu, sogea tu.
Sogea tu hapa mbele, sogea tu. Mungu amekuleta hapa Betheli kwa makusudi. Sogea tu, sogea tu, sogea tu. Yes. Rakasatarabaya taramayando. Funika macho yako, inua mikono yako juu. Naomba unisikilize na ufatishe ya maneno. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako jioni ya leo. Nimesikia juu ya ufunguo mwingine wa kuona na kupokea kilicho changu, juu ya utumishi ambao uko ndani yangu kwa namna ambayo sielewi. Bwana Yesu, niko mbele zako, naomba unisamehe na unitakase kwa damu yako, na uniondolee kila hofu iliyokamata maisha yangu katika jina la Yesu. Kila hofu iliyokamata maisha yangu inayonifanya nisitumike katika jina la Yesu. Unijaze nguvu ya Roho Mtakatifu, ujasiri wa kuieneza habari njema ya Yesu Kristo. Bwana Yesu, sijui nitaanzia wapi, ila wewe unajua. Ninaomba leo uwashe moto, hata nikisema sitamtaja, moyoni mwangu kuwepo kama moto unaowaka, hata nishindwe kujizuia katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, nibatize kwa moto, kwa moto, kwa moto, kupitia mimi nikazae waumini wapya katika maeneo ninayoishi na ninayofanyia kazi na ninayosoma na kadhalika. Roho Mtakatifu, nijaze, nipe hekima yako katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu, inua mikono yako juu, inua mikono yako juu. Praise, endelea kuabudu. Roho Mtakatifu anashuka sasa. Holy Roho Mtakatifu anashuka sasa. Endelea kuabudu. Mashandara mantaraba yakatarabo. Kwa vile ulivyokiri na vile ulivyokuwa tayari, natamka kila ugonjwa na kila kifungo kilichokuwa ndani yako kinaondoka sasa. Kila laana na kila kifungo na kila nguvu inakimbia sasa. Unawekwa wakfu kwa ajili ya kusudi la Bwana. Nimetamka hivyo katika jina la Yesu. Yes, 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 ndio, 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 ndio. Roho Mtakatifu, ndio, ndio. Shuka, shuka, shuka kwa wainjilisti, shuka kwa waimbaji wetu, shuka, shuka Bwana, shuka, shuka. Ondoa kila ukawaida, ondoa kila uvivu wa maombi, ondoa kila hali za aibu, na katika jina la Yesu. Yes, 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 yes. Anza kuomba, nguvu zinashuka, nguvu zinashuka, nguvu zinashuka. Karibu Bishop, karibu Bishop. Hebu kila mmoja anze kuomba. Omba tu mwenyewe, omba tu mwenyewe, mwambie Bwana, nijaze kwa upya Bwana, Bwana, moto shuke juu yangu. Hebu sema na Bwana. Inua tu kinywa chako, inua tu kinywa. Wewe inua tu, inua kinywa. Wewe sema tu, sema. Inua tu kinywa, inua kinywa. Mtumishi wa Mungu anapita pale, anaweka mikono juu yako. Wewe sema tu neno, sema. Inua tu kinywa. Sema. Mwambie Bwana nijaze, mwambie Bwana nipe nguvu mpya. Sema tu neno, sema. Hebu sema tu, inua kinywa, usinyamaze. Sema tu Bwana. Bwana anasikia jioni ya leo.
wajaze watu hawa Bwana kwa upya, wajaze nguvu mpya Bwana. Hakika hii ni password ya kipekee ambayo wamepewa kwa ajili ya utumishi wako jioni ya leo. Wajaze Bwana, wajaze kwa upya, wajaze Bwana. Fanya jambo jipya, fanya jambo jipya kwenye maisha yao, 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 kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Fanya jambo jipya kwenye maisha yao, fanya jambo jipya kwenye maisha yao, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana afanye jambo jipya, afanye jambo jipya. Chukua mtoto, chukua mtoto. Fanya jambo jipya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana fanya jambo jipya, fanya. Mwambie tu Bwana afanye, mwambie tu Bwana afanye jambo jipya, mwambie Bwana afanye, mwambie Bwana afanye. Sema tu, sema tu, sema na Bwana. Wewe sema tu na Bwana. Bwana yupo, Bwana anasikia jioni leo. Sema tu na Bwana, sema na Bwana, sema na Bwana. Inua tu kinywa chako, sema tu na Bwana. Yeye Bwana anajua nini ambacho unahitaji. Sema tu na Bwana, sema tu na Bwana. Hebu sema tu, sema tu, sema. Inua tu kinywa, kuna jambo jipya linafanyika. Yes, sema, 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 sema. Yes, sema, sema, sema na Bwana. Sema tu, sema, sema na Bwana, sema. Inua tu kinywa chako, inua kinywa, inua kinywa jioni leo, inua kinywa. Sema tu na Bwana, sema tu na Bwana. Yes, jioni leo ni jioni yako. Sema tu na Bwana, sema tu na Bwana. Sema tu na Bwana. Ya pa 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 pa. Rinda raba raba raba. Shanta raba sikabo. Rinda raba 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 raba. Sema tu na Bwana, sema tu na Bwana. Sema tu, sema tu, sema tu, sema tu. Inua kinywa chako, inua kinywa chako. Sema tu na Bwana, sema tu na Bwana. Inua tu kinywa, inua tu kinywa. Inua tu kinywa, inua tu kinywa. Inua tu kinywa jioni ya leo. Inua tu kinywa. Bwana yupo, inua, inua, inua. Sema, 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 sema. Sema na Bwana, sema. Sema na Bwana jioni leo, sema tu na Bwana. Sema, sema, sema tu na Bwana. Yes, sema tu na Bwana, sema tu na Bwana. Sema na Bwana, sema, sema. Wewe inua tu kinywa, sema tu. Wala usichoke, sema tu. Bwana anasikia. Malaika wako hapa kupokea maombi yako. Malaika wako hapa wanasikia jioni leo. Sema tu na Bwana, sema tu na Bwana. Sema tu na Bwana jioni leo. Wewe sema tu, sema tu, sema tu. Sema tu na Bwana jioni leo. 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 Sema tu na Bwana jioni. Wewe sema tu. Sema tu. Rima raba raba rebo. Shanta raba sidibo shaka. Rinda raba 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 raba. Yeta ta 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 ta. Sema tu na Bwana jioni leo. Bwana anasikia. Bwana anasikia jioni leo. Bwana anasikia jioni leo. Bwana anasikia jioni leo. Bwana anasikia jioni leo. Bwana anasikia maombi yako jioni leo. Bwana anasikia jioni leo. Bwana anasikia jioni leo. Sema tu na Bwana. Yapo seta pasika. Rita poseta. Yeta seta po. Seta pasika saka. Shanta rabo seria. Yata poseta pasia. Shanta rabo seka. Yapo seta. Sema na Bwana, sema. Inua, inua hicho kinywa chako. Inua kinywa chako, inua. Inua kinywa chako, inua. Ya papa paseta. Shanta rabo seta pa. Yeta seta pasita. Shanta rabo. Bwana anawajaza kwa upya. Bwana anawajaza kwa upya. Bwana anawajaza kwa upya. Nguvu mpya za utumishi. Nguvu mpya za kazi yake. Nguvu mpya za uinjilisti. Bwana anawajaza kwa upya. Jioni ya leo. Ya paseta pa. Yeta seta pasika. Yeta seta poseta. Shanta rabo seta po. Yeta seta pasia. Shanta rabo seta. Wakati ule wa Sauli alibadilishwa kuwa mtu mwingine. Jioni ya leo Bwana anakubadilisha. Bwana anakubadilisha. Bwana anakubadilisha. Bwana anakubadilisha. Bwana anakubadilisha. Unakuwa mtu mwingine. Unakuwa mtu mwingine. Unakuwa mtu mwingine. Jioni ya leo Bwana anakubadilisha. Unakuwa mtu mwingine. 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 Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana anakubadilisha. Unakuwa mtu mwingine. Bwana anakubadilisha. Unakuwa mtu mwingine. Bwana anakubadilisha. Arabababa. Ya ta 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 ta. Ya pa 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 pa. Bwana anakubadilisha. Unakuwa mtu mwingine. Ya poseta. Shata. Reta. Yata. Shata. Rapa. Shata. Yaba. Shata. Yaba. Shata. Bwana anakubadilisha. Bwana anakubadilisha. Bwana anakubadilisha. Unakuwa mtu mwingine. Utaishi
Kuna jambo jipya Bwana anafanya leo. 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 Pokea leo, pokea kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu mpya za uinjilisti, nguvu mpya za huduma, nguvu mpya za kazi ya Mungu, nguvu mpya. Yes. Yes. Hebu weka mikono yako juu. Sauli alipotoka kutafuta wale punda, wakati mifugo imepotea, Samueli alimpaka mafuta, na alipotoka pale alimwambia, utageuzwa na kuwa mtu mwingine. Jioni ya leo, kila aliyekuja katika ibada hii, Bwana anamgeuza na kuwa mtu mwingine kwa jina la Yesu Kristo. Mtakapotoka hapa, kuna nguvu mpya, kuna nguvu mpya, kuna upako mpya, kuna nguvu mpya ya kihuduma, maana Bwana atawabadilisha. Hebu sema asante Bwana Yesu. Sema asante Bwana Yesu kwa jioni ya leo. Sema asante Bwana Yesu kwa wema wako na upendo wako, kwa sababu unataka kunitumia kwa ajili ya huduma. Jioni ya leo niko tayari, niko tayari, niko tayari, niko tayari kwa jina la Yesu. Niko tayari, niko tayari, niko tayari kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shetani, ninatangaza huna mamlaka na maisha yangu, kwa sababu nimepakwa mafuta ya kihuduma kwa jina la Yesu. Amen. Hebu piga makofi mengi zaidi, piga makofi mengi zaidi. Amen.